wameinua mikono kwa ishara ya kusarenda na kuona wewe sio kitu chochote mbele za Bwana. Hebu mtwike fedha zako, mtwike haja zako sasa, mlilie Mungu wako. Ni wakati wa mtu mmoja na Mungu wake kuzungumza sasa. Ni nafasi iliyokuwa naisubiri imetimia sasa. Na yule Roho wa Mungu anayekuja na majibu yako yuko mahali hapa. Amekuja nayo tayari. Anatenda hata sasa ukiamini. Hata sasa kwa imani yako unapokea sawa na vile unavyoomba. Vile unavyoamini unapokea hivyo Bwana anatenda. Tukamwimbie Bwana. Mwambie Yesu, nainua macho yangu. Tazama ni wewe tu. Wanadamu wameshindwa kunisaidia. Ila tumaini langu limebaki kwako mwenyewe. Maana hakuna jambo linalomshinda Yesu. Yote anaweza. Alikufa akafufuka. Usionewe na shetani. Usionewe na magonjwa. Usiseseke hapa duniani. Uko na Bwana. Mtazame Bwana msalabani. Mtazame Yesu anayefufua wafu, anayetenda mambo makubwa, anayetenda hata ambayo tujaomba. Zamani wewe tu. Neno ili Mungu ukawaponye watu wako, hata mimi mjoli wako mtumwa wako ambao nasimama tena mbele ya watu wako thamani.
naomba Mungu kasimame pamoja na mimi, ukanitumia upendavyo katika jina la Yesu. Na kemea ya usingizi, na kemea ya kutokusikia neno lako la uzima itoke juu ya watu wako Baba. Ninaomba roho ya usikivu ndio ikatawale mahali hapa. Roho Mtakatifu tawala, nenda ukatufundishe katika mchana wa leo. Ninaomba yote kupitia jina lako Yesu, amen. Wanangu, na somo moja leo, kichwa cha somo kinasema kufunga na kufungua. Kufunga na kufungua, ndio kichwa cha somo kinasema kufunga na kufungua. Bwana sifiwe. Tusome Injili ya Mathayo ile sura ya 16 ule mstari wa 18 na 19. Yako maneno ya Yesu alizungumza hapo. Injili ya Mathayo sura ya 16 ule mstari wa 18 na 19. Neno la Mungu nasema, nami nakwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nami ninakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Nirudia maneno kwa faida yako. Mathayo 16 mstari wa 18 kwamba nami nakwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nami ninakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Haya maneno wana wa Mungu Yesu aliyazungumza wakati anataka kupata matokeo ya huduma yake, wakati anataka kupata matokeo ya injili aliyokuwa anahubiri. Unajua Yesu alikuwa anahubiri vijiji na vijiji, miji na miji, alikuwa akiombea watu, alikuwa akifungua watu. Siku moja Yesu akataka kupata mrejesho kwamba watu wanaelewaje au watu wanamsemaje. Akawauliza, hivi watu wananisemaje? Bwana sifiwe. Wengine wakasema, wengine wanasema wewe ni Yeremia, wengine wakasema wewe ni nabii yule ambaye walikuwa wanajua nabii mwingine atakuja ambaye ni Roho Mtakatifu. Bwana sifiwe. Wengine wakajipachika wakadhania nabii wake ndio alikuwa anafanya nini, anatabiriwa. Alafu baadaye wakasema mambo kadha wa kadha. Akawageukia, na nyinyi mnasemaje? Mimi ni nani? Bwana sifiwe. Wengine wakashikwa kuwa bubu, wakashindwa kusema, yani wanatembea na Yesu lakini hawakujua Yesu ni nani. Bwana sifiwe. Lakini Petro ndo akafungua kinywa akasema, wewe ni Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Baada ya Petro kujibu vile, ndipo Yesu akasema, wewe ndiwe Petro, wewe ndiwe mwamba, na katika mwamba huu nitalijenga nini? Kanisa. Akasema yani lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa na wapi? Na mbinguni. Na lolote utakalokuwa umelifungua utakuwa umelifungua mbinguni. Bwana sifiwe. Wana wa Mungu, sisi ambao tumeokoka ni watu wa thamani, ni vyombo vya Bwana. Mungu ametupa funguo kufunga na kufungua. Sasa unaweza kukuta kwa kutokuelewa, Bwana sifiwe, yako mabaya yani ambayo yanakutesa, kumbe una uwezo wa kuyafunga hayo mabaya yasifanye kazi kwenye maisha yako. Bwana sifiwe. Haleluya. Yako mabaya ambao wakati mwingine shetani aliyaruhusu kwenye maisha yako. Inaweza kuwa ni magonjwa, inaweza kuwa ni mafarakano, inaweza kuwa ni tabu za aina na aina. Bwana sifiwe. Unajua kuna mtu mpaka amefika mahali anasema, huu ugonjwa wangu, huu ugonjwa unaweza kuwa ugonjwa wako vipi? Bwana sifiwe. Ugonjwa ni wa shetani. Bwana sifiwe. Lakini Mungu anasema mimi na wewe ametupa funguo za ufalme.
funguo za kufunga na kufungua. Chana leo nataka tujifunze nini maana ya kufunga na nini maana ya kufungua. Mambo gani tunatakiwa kuyafunga na mambo gani tunatakiwa tuyafungue. Yaani sisi tunatakiwa kutembea yani kiwango cha juu. Bwana sifiwe. Lakini kwa kuto kuelewa ndio maana Mungu anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa. Na mimi mchana wa leo ninakupa maarifa kutoka kwa Bwana. Haleluya. Mimi kwa vile mwalimu ndio nafundisha kama ni vile shuleni au chuoni. Bwana sifiwe. Nataka tuangalie sasa ni kwa taratibu maana ya kufunga. Kama unaandika andika maana ya kufunga. Narudia tena, maana ya kufunga ni kukataa jambo lisitokee. Kufunga ni kuzuia. Endelea na maana hiyo. Kufunga ni kuzuia jambo la kishetani ambalo lilipangwa likupate, lakini kwa maombi yako ya kulizuia, hakika jambo hilo halitakupata. Nasema kufunga ni kukataa jambo la kishetani lisitokee au lisikupate. Ni kuzuia mambo yote ya kishetani yasikaribie kwenye maisha yako. Yako mambo mengi ya kishetani. Unajua katika ulimwengu wa roho kama ungefunuliwa, ungeangalia shetani masaa yote anawaza mabaya, anapanga mabaya ili kuwatenda watu wa nani? Wa Mungu. Lakini kumbe mimi na wewe tuna kazi ya kufunga, tuna kazi ya kuzuia yale mabaya yote ambayo shetani anapanga au anayaratibu kwenye maisha yetu hawezi kutupata. Ulishawahi kujiuliza kwa nini mtu analala anaamka na umwa? Unaambiwa usiku ni wakati wa giza. Yako mashambulizi shetani ambayo anawaonea watu wa Mungu usiku. Au wakati mwingine kwa nini ajali zinatokea? Kuna siku moja ilitokea ajali pale Malamala. Dokta mmoja wa Bugando yani akawa na gari lake pale. Sio kwamba labda ni mshamba kama unaweza kufikiria. Bwana sifiwe. Yani mtu amesoma labda miaka 5 na amesomea labda Muhimbili au Moshi au hata Mwanza hapa mpaka kuwa daktari. Yani ni mtoto wa nini? Wa mjini. Lakini alipaki gari pale Malamala upande wa huko wakati bado soko liko pale. Daktari anavuka anunue nyanya, akagongwa na gari akafa. Jaribu kujiuliza, je, alikuwa hajaona ile gari? Watu wengi wakaanza kujiuliza, alikuwa hajaona gari mpaka ani akapita kamgonga. Nataka nikuambie yuko shetani. Unaweza kama unavuka akakupofusha macho au akatia giza, afu watu wakabakia kushangaa amegongwaje jamani. Watu wanadhania mtu anayegongwa na gari kana kwamba ni mshamba, labda hajui namna kuvuka nini barabara. Kumbe yako mabaya yanaratibiwa. Sasa mimi na wewe mwana wa Mungu tunao kazi ya kufunga, tunao kazi ya kuzuia yale mabaya kila aina ambayo shetani anayaratibu. Lakini kwa kuto kujua yako mabaya yanatupata kwa sababu mimi na wewe tumeshindwa kuyafunga mabaya. Bwana sifiwe. Au kuzuia mabaya. Nataka nikwambie kama ni magonjwa ni mabaya kutoka kwa shetani. Kabla halijaingia hilo baya unatakiwa ulizuie. Bwana sifiwe. Haleluya. Ungejua kwamba una kazi ya kufunga, ungekuwa unafunga hayo mabaya. Bwana sifiwe. Wakati mwingine tumetumia hela kwa ajili ya magonjwa kwa sababu tumeruhusu mabaya. Na unajua watu wengi wanakuta unaumwa ni kukimbilia pharmacy, unaumwa ni kukimbilia hospitali. Kumbe unayo kazi ya kufunga mwana wa Mungu. Bwana sifiwe. Unasema kufunga ni kuzuia jambo la kishetani ambalo lilipangwa likupate, lakini kwa maombi yako ya kulizuia, hakika jambo hilo halitakupata. Sasa na nimekupa mifano michache kwamba unaweza kuzuia ajali kwa maombi. Bwana wa Mungu, unajua ni usiombe baada ya umepata ajali. Umevunjika mguu, umevunjika mkono, sijui umekuwa mlemavu. Kumbe ulikuwa na kazi kama mwana wa Mungu kuzuia nini? Ajali. Wakati wote mwana wa Mungu omba, kemea roho za ajali, haribu mitego yote inayotegwa na wachawi. Ziko roho za Freemason nyakati zetu. Freemason wanataka damu ya makafara. Bwana sifiwe. Wewe unaweza kaenda mjini, kumbe yani barabarani imetegwa mitego ya Freemason. Ajali inapinduka, damu
inamwagika pale, lakini kumbe mwana wa Mungu umepewa kazi ya zuia ajali. Afu unajua unaweza kukutana wewe unaomba maombi ya kawaida, lakini baadaye kitokeo unasema nini ulioneshwa sasa mbona imetokea. Bwana sifiwe. Zuia. Bwana sifiwe. Na wakati mwingine kweli Mungu anasema nasi hata kwa njia ya ndoto. Unapoamka umeota ndoto yoyote ya kitisho, amka saa hiyo anza kushambulia, manake Mungu anakuwa amekuonesha mambo ya nini ya mbele. Bwana sifiwe. Mimi nimesema hivi kwamba unaweza kuzuia ajali kwa maombi. Unaweza kuzuia ugonjwa kwa maombi. Yaani magonjwa unaweza kuzuia wakati uko mzima. Sasa ndio unajiwekea unajiwekea ulinzi kwamba nakataa roho ya magonjwa juu yangu, nakataa roho ya magonjwa juu ya familia yangu, nakataa roho ya magonjwa juu ya familia zetu, juu ya ndugu zetu. Afu unawazingira kwa moto kwamba shetani hauna mamlaka kukaribia kupanda ugonjwa kila aina kwenye familia yetu. Lakini kama hutaomba, kama hutazuia, nataka nikwambie shetani akiingia unaanza kuteseka sasa. Bwana sifiwe. Utaka msaada wa maombi, unaanza kukimbia kwenda hospitalini. Wakati mwingine hadi jaribu likiingia naweza likakutoa mpaka kwenye imani, ukakuta mtu ameamua kurudi nyuma, sasa imani na yeyuka. Kumbe ulikuwa una kazi ya kuzuia mwana wa Mungu. Bwana sifiwe. Haleluya. Unaweza ukazuia kuonewa. Watu wanaonewa. Yako maonezi mbalimbali, watu wanaonewa, lakini unaweza ukakataa, ukazuia kuonewa kwa namna yoyote ile. Bwana sifiwe. Watu wanaonewa. Yaani unajua nikifafanua kipengele cha maonezi, kiko kingi kinaonewa. Yuko mzee mmoja kule Gogo. Yaani alishelewa kuoa. Bwana sifiwe. Akaoa binti mdogo. Yaani tuseme ana miaka kama 40, afu akaoa binti wa miaka kama 20. Ndio ikafungwa kwenye kanisa la TG na kueleza ushuhuda wa nini wa kweli. Kwa nini alichelewa kuoa? Kwa sababu ani ya kusoma. Baadaye alipooa yule binti akazaa naye mtoto wa kwanza. Baadaye yule binti kuna watu wengine walimuonea yule mzee, wakaona hastahili kuwa na yule mwanamke. Wakaamua kumuiba yule mdada. Bwana sifiwe. Yule mdada akaondoka akamwacha yule mzee. Yule mzee aliokoka kweli. Bwana sifiwe. Yaani unajua sheria ya ndoa ni ngumu. Bwana sifiwe. Kwamba ni maana yake yani kama ndoa hasa imefungwa kibiblia. Bwana sifiwe. Kwamba kinachotenganisha ni nini? Ni kifo. Akaamua kukaa na teseka yule mtoto, amemwachia nani? Bwana. Mpaka leo anaendelea na nini? Na wokovu. Lakini yote hao ni maonezi. Ukwani kwenye ndoa wanatakiwa uzuie shetani asilete mashambulizi kwenye nini? Kwenye ndoa. Yaani wachumba wakati mwingine yani kuna maonezi kwenye uchumba. Yaani unachumbiwa binti, afu baadaye yani wanakuja watu hadi nyumbani. Baadaye unakuta ule uchumba umefanya nini? Umevunjika. Nataka nikwambie binti, unayo kazi ya kuzuia. Bwana sifiwe. Shetani wakati mwingine yani analeta yani maonezi mbalimbali. Nimesema hivi kwamba unaweza kuzuia kuteswa na wachawi. Wako wachawi wanawatesa watu. Kwa maombi mwana wa Mungu unaweza kuzuia usifanye nini? Usiteswe na nini? Na wachawi. Unaweza kuzuia kutokuzaa. Hiyo yote yani maana ni milango ambayo shetani yani tunatakiwa tuifunge hiyo. Unajua kuzaa kama ni mama, yani kuzaa ni haki yako. Maana Mungu amesema yani anasema zaeni mkaijaze nini? Nchi. Unakuta yani mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu hujapata ujauzito, usichukulie kama kawaida. Bwana sifiwe. Unatakiwa ukatae hiyo hali kwa njia nini? Ya maombi. Changamoto ni nini? Shetani anahakisha akupi nafasi ya kuzuia. Maana najua wewe umepewa ufunguo. Bwana sifiwe. Hivi Bwana Mungu kwa na ufunguo unahangaika kufunga mlango? Mimi naongelea kitasa ambacho yani funguo hiyo inafunga na kufungua. Una ufunguo wa ufalme wa kufunga na kufungua. Kwa nini uruhusu mabaya wakati wewe ni mwana wa Mungu umepewa ufunguo? Yale mabaya ya kila aina zalisha hapo. Una kazi ya kuyafunga kuanzia leo. Bwana sifiwe. Unaweza kuzuia kila kazi ya shetani katika maisha yako. Unazuia, unafunga kila kazi ya shetani katika maisha yako.
ni mamlaka hiyo Mungu ametupa kama wateule wake, ili kuzuia vitu katika ulimwengu wa roho, hakika vinazuiliwa. Bwana sifiwe. Asa unajua haya mambo tulikuwa tunazuia, kinyume chake yale mazuri tunatakiwa tufungulie. Kama umezuia roho ya magonjwa, unatakiwa ufungulie roho ya nini? Ya uzima. Ufungulie roho ya nini? Ya afya. Sasa maana ya kufungua, Bwana sifiwe. Kama naandika kipengele cha pili, maana ya kufungua, kuruhusu kilicho cha Mungu kitokee. Maana ya kufungua, kuruhusu kilicho cha Mungu kitokee. Unaruhusu kilicho haki yako, ambacho kilizuiliwa kipepo, sasa kitokee kupitia maombi yako ya kufunga kazi za shetani na kufungulia baraka zako. Katika njia ya kufunga na kufungua ni muhimu sana kuwa mtu unayeongozwa na Roho Mtakatifu, ndipo utashinda kwa urahisi. Nasema hivyo na Mungu, kwanza ukiokoka ondakani uwe muombaji, uwe na kiu, utamani ujazwe nguvu za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu awe mwalimu, Roho Mtakatifu awe kiongozi, yeye atakuongoza. Yaani unaweza kuwa unataka kupita kwenye hatari au anaona kuna hatari, anakuongoza, anakufunulia ile mambo hata ambayo yamefanya nini, yamejificha. Nataka nikuambiani, Roho Mtakatifu amemwagwa kwa ajili ya watu wote. Manake hii ni ahadi ambayo Yesu aliahidi kwamba siku za mwisho, yani tutamwagiwa Roho nini? Mtakatifu. Na hii Roho Mtakatifu, kwa mfano kwa kipindi cha Sunday school mwalimu alikuwa anaeleza, anasema yeye ukuwa muombaji katika viwango vya juu, baadaye unajazwa hii nguvu ya nini? Roho Mtakatifu. Tunaona hata wanafunzi wa Yesu walikaa kwenye maombi zaidi ya siku 10. Biblia inasema ile siku ya Pentekoste, yani ilipofika siku ya 50, baadaye wote ukaja kama uvumi unaotoka juu, wakajazwa ile nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa nini watu wanatenda dhambi? Kwa nini watu wanamwacha Mungu? Kwa nini watu ni wasengenyaji? Kwa nini watu ni waongo? Ni kwa sababu wanajiongoza wenyewe, hawaongozwi na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni nafsi ya Mungu. Bwana sifiwe. Kwa Mungu akiwa ndani mwako akikuongoza, atakuongoza katika haki. Bwana sifiwe. Sasa yako mambo ambayo unatakiwa kufungua, ambayo ni haki yako. Hivyo katika maombi yako ya kufunga kazi za shetani na kufungulia baraka zako zilizokuwa zimeshikiliwa kipepo na mawakala wa shetani, hakika unamhitaji sana Roho Mtakatifu ili akujulishe ni nini cha kufunga kwa maombi na nini cha kufungua kwa maombi. Ukitaka ushauri na maongozi ya Roho Mtakatifu nasema hivi, ukikataa ushauri na maongozi ya Roho Mtakatifu huwezi kuwa sahihi hata siku moja. Yani kama ukikataa kuongozwa na Roho Mtakatifu hauwezi kuwa sahihi hata siku moja. Bwana sifiwe. Roho Mtakatifu ndio mwalimu. Roho Mtakatifu ndio anafunua hata mambo ya mafumbo. Roho Mtakatifu ndio kiongozi. Unajua leo makanisa mengi ya wokovu yamegeuka kuwa kama dini. Bwana sifiwe. Watu wengine wanasema kama ni hivi siwezi kuokoka. Kwa sababu tunaonekana hatujabadilika. Kinachombadilisha mtu baada ya kuokoka ni pale unapozamishwa na Roho Mtakatifu. Bwana sifiwe. Roho Mtakatifu anafurika ndani. Yaani ulikuwa na tabia ya aina yoyote inaondolewa, ulikuwa na hasira inaondolewa, lakini tabia zetu za kimwili zinazobaki, maana yake hatuwezi kumpendeza Mungu. Kama mke umeolewa, yani haujabadilishwa, kama ni kiburi, kama ni kutokutii, unakuta kuko pale pale. Ndio maana watu wengi wanaanguka kwenye dhambi, yani mpaka mtu anafika sehemu yeye mwenyewe anaanza kujihukumu, hivi kweli mimi nimeokoka? Maana katae mwenyewe anafika sehemu aoni tofauti ya wokovu zamani na kabla. Bwana sifiwe. Lakini ukimkubali Roho Mtakatifu unapata badiliko ndani. Bwana sifiwe. Unaweza ukatemwa mate afukabakia kushangaa. Bwana sifiwe. Yani unashikwa butwa, lakini kama kwa mwilini na nakwambia hapo patachimbika hapo. Bwana sifiwe.
Leo nakuta mtu akitukana tu, yani tayari anaanza kutaka kugombana, anaona kama ameshushwa katika viwango. Akidharauliwa nakuta mtu anachukia. Hivi wana wa Mungu, Yesu alidharauliwa, kilichofanya ashinde dharau, alitemewa mate, alivuliwa nguo mbele za watu waliokuwa na mheshimu. Kilichomfanya ashinde aseme, Baba uwasamehe hawa, maana hawajui watendalo ni kitu gani. Ni kwa sababu alikuwa anaongozwa na Roho Mtakatifu. Bwana sifiwe. Hujashuhudia watu walokole wanapigana? Hujashuhudia? Ni kwa sababu wako mwilini. Hujasikia watu wanasengenyana? Ni kwa sababu watu wako mwilini. Leo mtu unaweza kuwa unaimba kwaya, leo mtu unaweza kuwa unasali hapa, alafu na kwani saa nyingine ni mtenda dhambi. Yaani mtu mwingine anaweza akachukia kanisa. Kanisa ni mimi na wewe. Bwana sifiwe. Lakini mtu mmoja anapoanguka anachafua kanisa la Bwana. Unapokubali kuongozwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anasema, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakaoiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. Pale tu unapokubali kuongozwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anakushauri, ili funga, ili fungua, ili ni haki yako, fungua ili sio haki yako, funga ili. Lakini pale Roho Mtakatifu anapokushauri, anapokufundisha, anapokuongoza. Bwana Mungu, tupende kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kipengele cha 3 au kanuni ya 3 ya kufunga na kufungua. Jumla ziko kanuni kama 7. Kanuni ya 3, kuziondoa nguvu za giza. Kuziondoa nguvu za giza. Mimi na wewe wana wa Mungu tumepewa jukumu la kuziondoa nguvu za nini? Za giza. Tunaziondoa nguvu za giza kwa njia ya maombi. Ulimwengu kuna watu wa nuruni na watu wa nini? Wa gizani. Sasa ziko nguvu za giza zinazotenda kazi juu ya watu ili kuwatesa, ili kuangamiza. Lakini mimi na wewe kama wateule wa Mungu tumepewa jukumu ya kuziondoa hizo nguvu za giza, iwe kwenye ndoa, iwe kwenye maisha yetu ya kawaida, iwe kwenye biashara. Tunatakiwa tuondoe hizo nguvu za giza. Tumepewa hayo mamlaka. Bwana sifiwe. Hebu tusome kitabu kile cha Marko 17 na ule wa 18. Neno la Mungu linasema, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo. Sikiza kwa makini hapo. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Wana Mungu, hii ni ahadi ambayo Mungu ametupa, kwamba ishara hizi zitafuatana na hao waaminio nani? Yesu, kwamba tutatoa nini? Pepo. Sasa mapepo wana wa Mungu hayakai kwa binadamu tu. Mapepo yanakaa katika vitu kadha wa kadha. Tutajifunza hapa muda sio mrefu. Bwana sifiwe. Bila kuelewa kwamba mapepo yanakaa katika vitu mbalimbali, unaweza kujikuta unateseka. Kumbe una jukumu la kuondoa nini? Pepo. Bwana sifiwe. Twende kwa pamoja. Mapepo ni nguvu za giza. Mapepo ni nguvu za nini? Za giza ambazo zinaweza zikawekwa na mawakala wa shetani popote. Narudia tena. Mapepo ni nguvu za giza ambazo zinaweza zikawekwa na mawakala wa shetani popote. Wengi sana wanateswa na majini ambao ndio hayo mapepo. Unaweza ukateswa na ugonjwa mbaya sana na ambayo huwa unaondoka na kurudi, kumbe ulirushiwa jini likajigeuza ugonjwa usiopona, na ugonjwa huo ukakutesa. Na tena unaweza ukateswa na
Unaweza ukateswa na ugonjwa mbaya sana, na ambayo huwa unaondoka na kurudi. Kumbe ulirushiwa chini, likajigeuza ugonjwa usiopona, na ugonjwa huo ukakutesa. Wako watu wanaumwa leo, wako watu wanateseka leo, wako watu wamefika mahali. Kwa mfano, kuna magonjwa mengine yanaitwa allergy. Unajua allergy ni kama hali ya kukata tamaa. Bwana sifiwe, kwamba hakuna tiba maalum kwamba hiyo ni nini, ni allergy. Ukienda hospitalini wakwambia hiyo ni allergy, mpaka watu wengine wanaogopa kula kutumia baadhi ya vitu fulani kwamba nina allergy. Hilo ni pepo hilo. Bwana sifiwe. Mimi napingana na wanasayansi kwa sehemu. Bwana sifiwe, kwa sababu kuna mambo nimepitia. Mimi nataka nikwambie, kuna kipindi nilikuwa na washu, hasa nikienda kuoga zaidi ya miaka kama 5. Yani nilienda hospitali, na hospitali yani ilikuwa ionekani tatizo ni nini. Baadaye nikaambia mimi natumia sabuni za dawa. Nikawa naenda kwenye mafamasi na nunua zile sabuni za dawa, mara Robert, mara nini, sabuni zozote za dawa, haikusaidia kitu. Hapa wakati mwingine nilikuwa naahirisha kuoga. Bwana sifiwe. Nilikuwa nikioga tu na uwashwa kama dakika 15 najikuna, yani paka ile raha ya kuoga haipo. Kwa maana hata kama unafanya kazi ambayo unajua utachafuka, unaanza kufikiria hivi kuoga inakuaje. Nikaambiwa mara allergy, mara mchafuko wa damu. Lakini baada ya kumjua Yesu, nikaingia kwenye maombi, nikaamua kukataa hiyo tatizo, nikaamua kufunga hilo tatizo. Nataka nikwambie leo naweza nikaoga hata ndani ya nusu saa, nikakubali kucheza kwenye maji, maana tatizo lilifanya nini, lilitoka. Sasa wana wa Mungu, yako majini ambao shetani anawarushia watu. Unajua sio kila jini mpaka lipige kelele. Bwana sifiwe. Ndakupa mfano. Bwana sifiwe. Kuna mtu unaweza kumuona bubu haongei, hivyo unaweza kujua kwa akili yako kama ana jini. Unaweza kuona alizaliwa ana tatizo la nini, la kuongea. Mtu anazaliwa kipofu, ukazania kweli huyu labda alizaliwa ni kipofu, aliumbwa hivyo hivyo tangu akiwa tumboni mwa mama. Kumbe saa nyingine wachawi wanaweza kawarusha jini hata ni bado uko ndani ya nini, ya tumbo. Kwa sababu Mungu anasema kabla hujazaliwa alikujua. Wakati mwingine shetani anaweza kukupandia tatizo ukiwa hata bado mtoto uko kwenye nini, kwenye tumbo. Sisi kama watu wa Mungu tumeokoka. Mfano kama kina mama, hata beba ujauzito, unapoomba ujue una kiumbe ndani ya nini, ya tumbo. Unaamua na chenyewe kukiombea kwamba kisipate madhara ya aina yoyote. Bwana sifiwe. Hebu nikupe mfano mmoja wa kibiblia. Hebu tusome kitabu cha Luka 11 ule mstari wa 14. Au tusome Mathayo 12:22. Hiyo Luka tusoma kwa wakati wako 11 mstari wa 14 hadi 23. Pia mimi tusome Mathayo 12:22. Mathayo 12:22. Mathayo 12 ule mstari wa 22. Neno la Mungu nasema, wakati ule akaletewa mtu mwenye pepo kipofu, naye ni bubu, akamponya. Hata yule bubu akanena na kuona. Sikiza kwa makini. Wakati ule akaletewa mtu mwenye pepo kipofu, naye ni bubu, akamponya. Hata yule bubu akanena na kuona. Hapo tunaona Yesu wakati wake aliletewa mtu ni bubu, wakati huo ni kipofu. Jaribu kuwaza watu wakuwa wanasemaje, labda huyu mtu alizaliwa hivi hivi, kumbe amerushiwa jini, akafanywa kipofu, akafanywa kuwa bubu. Lakini Yesu alipomwombea, Yesu alipokemea lile pepo, Yesu alipoliondoa lile pepo, yule mtu akanena. Yule mtu akafanya nini? Akaona. Baada ya lile pepo kufanya nini? Kutoka. Magonjwa yako mengine watu wanachukulia kama kawaida. Hata siku moja Biblia kusoma katika Injili ya Yohana ile sura ya 9, Biblia inasema siku moja Yesu alikuwa anatembea, wakamwona mtu ni kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi walikuwa wanajua mtu akiwa ni mgonjwa basi ni mtenda dhambi. Wakamuuliza Yesu, huyu mtu amezaliwa ni kipofu, hivi ametenda dhambi mwenyewe au wazazi wake? Yesu akasema wazazi wake hawakutenda dhambi.
wala yeye mwenyewe kutenda dhambi kazi nyingine, ili jina la Yesu lifanye nini? Lidhihirishwe. Akamwombea yule kipofu yule aliyokuwa aoni, hatimaye akafanya nini? Akaona. Bwana sifiwe. Kwa wana wa Mungu, hata ukienda hospitalini vipimo vionyeshi kama unaumwa, lakini wakati wao unaumwa sana. Yako magonjwa mengine unaweza kaenda hospitalini, yani wewe unasikia unaumwa, haulali usiku, yani hauna raha, unaamua kujikongoja nenda hospitalini, daktari naumwa, anakwambia unaumwa nini? Hata kuelezea na kwangu mwili wote. Sasa daktari anakuambia sasa mbona mimi sioni tatizo? Wakati mwingine madaktari wanaanza kukupa dawa yani kama kukadiria kwamba labda unaweza kuwa na tatizo fulani, afu zile dawa zikageuka kukuzuru, kumbe kuna pepo linalofanya nini? Linalokutesa. Bwana sifiwe. Yako magonjwa mengine hayaonekani hospitalini. Nataka nikwambie Bwana Mungu, mimi na wewe kazi yetu tumepewa ya kufunga na kufanya nini? Na kufungua. Mateso aina yoyote wewe ni kuyafunga. Bwana sifiwe. Afu nafungulia mema, unafungulia uzima. Nasema hata biashara yako inaweza karushiwa majini na wachawi wanaokusakama. Biashara yenyewe inaweza karushiwa nini? Majini. Bwana sifiwe. Na wachawi wanaofanya nini? Wanaokuchukia. Unaweza kupanga kama ni nguo, yaani unakuta watu wanazipita tu, kumbe katika ulimwengu wa roho wanaona kama unauza marapapu. Bwana sifiwe. Unaweza kama unauza vyakula, wewe unaona vyakula viko nini? Safi, kama hapa ni matikiti, kama ni ndizi, lakini watu wanaopita wanaona yani unauza vitu sijui vitu gani. Unaweza kama unauza miogo, lakini watu wanapoiona ile miogo kumbe imegeuzwa, haionekani kama nini ni miogo, kumbe watu wamerushia majini biashara yako. Bwana sifiwe. Wana wa Mungu, ndio maana Yesu anasema ombeni. Ila sasa sisi hatutaki kuomba. Bwana sifiwe. Yaani shetani anarusha majini katika vitu kadha wa kadha. Hivyo jini kwenye biashara inaweza likalipuka. Naambiwa na Mungu, wewe unadhania jini mpaka angalau mtu lipige kelele. Kuna majini mengine hayapigi kelele. Bwana sifiwe. Na bahati mbaya sana sisi tunaanza kulionea aibu jina la Yesu. Bwana sifiwe. Wewe ukifika kama machinjoni, unauzia machinjoni, watu wajue umeokoka. Bwana sifiwe. Fika eneo la biashara kwamba Yesu biashara na kukabidhi wewe. Kama kuna wachawi wamerusha majini, hayo majini na yateketeza kwa moto, ili eneo hayana mamlaka kukaribia. Hapo nasema asante Yesu, lete wateja. Baadaye unakuta unaendelea kufanya nini? Kuuza. Sasa unaanza kumuonea Yesu aibu. Yesu anasema ukimuonea Yesu aibu mbele ya watu, na hata kuonea mbele ya nini? Ya malaika. Bwana sifiwe. Yaani ijulikane kama sisi tumeokoka, sisi ni watoto wa Mungu. Bwana sifiwe. Haleluya. Biashara haiendi. Usifike mahali pa kukata tamaa. Mwingine anafungua biashara hii haiendi, anaacha hiyo anafungua nyingine, anaacha hiyo anafungua nyingine, au unahama huo mtaa. Kama huo mtaa naona yani hauna soko, mtaa una soko. Bwana sifiwe. Ila yako majini yamerushwa hilo eneo lako. Bwana sifiwe. Funga na kuomba, teketeza hayo majini. Tumepewa kazi ya kuondoa nini? Majini. Bwana sifiwe. Amen. Tunaendelea. Ufahamu wako unaweza ukatupiwa mapepo kiasi kwamba huwa unalitumikia kusudi la shetani na sio la Mungu. Yaani wewe unajua nini? Unakuta umesoma, una elimu, una maarifa, lakini maisha unaoishi kana kwamba una elimu. Unaishi kama una maarifa. Kuna mtu unakuta ni fundi mzuri, labda wa redio, labda wa TV, labda wa umeme, labda wa bomba, lakini hana kazi. Bwana sifiwe. Yaani manake ufahamu wake amerushiwa nini? Majini. Ule ufahamu haufanyi kazi hata kidogo. Bwana sifiwe. Bila kuelewa kwamba nimerushiwa majini ufahamu wako, yani unaweza ukafika sehemu mpaka ndio maana watu wanaamua kuacha mambo ya wokovu. Bwana sifiwe. Anaamua kwenda kwa waganga. Huko ndio yani kumbe anaenda kujimaliza kabisa. Nataka nikuambia ni wakati mwingine maisha unaoishi sio yale Mungu aliyokusudia, ila unaishi chini ya kiwango kwa sababu shetani amekurushia mapepo. Nataka niwaambie wana Mungu, mchana wa leo tumepewa funguo za kufunga na kufungua. Kama tunapataga hasara kwenye biashara,
tunafungulie roho ya kutajirika. Bwana sifiwe. Mapepo kama nguvu za giza zinaweza zikatesa ndoa. Mapepo kama nguvu za giza zinaweza zikatesa ndoa, ukoo, familia au mwili wako. Narudia, mapepo kama nguvu za giza zinaweza zikatesa ndoa, ukoo, familia au mwili wako. Jaribu kwanza, watu wameoana ile siku ya kwanza, yani kama ni dada pako unalia, ile furaha tu ya kufunga ndoa. Kama ni kijana na mwenye alikuwa halali, yani anataka kupata, Bwana sifiwe, inakuwaje mnaanza mafarakano baada ya kuwa kwenye ndoa? Bwana sifiwe. Mnashindwa kufikiria kwamba yako majini yamerushiwa, Bwana sifiwe, ambayo yanafanya mfarakane. Unaweza ukarushiwa jini dada, yani mume wako akuone kama alivyokuwa anakuona ukiwa binti, Bwana sifiwe, anakuona kama kitu kingine, Bwana sifiwe. Yani maana yake amerushiwa majini, amefungwa ufahamu wake. Baada ya kuone kama ulivyo, anaona kitu kingine, hapo akitoka nje ndo anaona makahaba kama wanafaa. Bwana sifiwe. Hiyo yote ni hila za shetani. Bwana sifiwe. Ukiona mume wako hakujalijali kama alivyokuwa anakujali mwanzo, jua huyu amefungwa, aamua kushughulika na hilo pepo alorushiwa. Bwana sifiwe. Mwambie, wewe shetani ulomrushia mume wangu jini mpaka nioni kama alivyokuwa ananiona mwanzo, alikuwa halali, kwa nini halali leo? Kwa jina la Yesu, wewe jini, ninakukemea kwa jina la Yesu, toka ndani ya mume wangu. Bwana sifiwe. Nataka nikwambie, hatimaye ataanza kukuona kama alivyokuwa anakuona mwanzo. Haleluya. Bwana sifiwe. Bwana Mungu, mapepo kama nguvu za giza zinaweza zikatesa ndoa, ukoo, familia au mwili wako. Mungu ametupa mamlaka na uwezo wa kuwatoa nje majini na kila nguvu za giza ili watoke katika miili yetu na maisha yetu. Hebu tusome kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume. Tuangalie wenzetu walivyokuwa wanakasirika namna kutoa nini majini. Matendo ya Mitume ile sura ya 16 na ule mstari wa 18. Matendo ya Mitume 16 ule mstari wa 18. Biblia inasema, akafanya hayo siku nyingi, lakini Paulo akasikitika, akageuka, akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. Narudia tena, akafanya hayo siku nyingi, lakini Paulo akasikitika, akageuka, akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. Biblia inasema Paulo alikuwa anahubiri. Unapata sisi wahubiri wakati mwingine kuna upinzani. Bwana sifiwe. Unaweza kama unahubiri watu hawapokei, kumbe watu wamerushiwa hata majini, wamerushiwa roho za nini, za usingizi. Sasa Paulo alienda mahali kuhubiri, anahubiri lakini watu walikuwa hawamwamini. Anahubiri watu hawamwamini. Akagundua kumbe ile eneo yuko binti ambaye ana mapepo ya utambuzi. Alikuwa anawatabiria watu habari ambazo zinaonekana kama ni za nini, za kweli, lakini kumbe alikuwa na pepo la utambuzi. Alikuwa hata anafika sehemu kwa kina Paulo anasema, hawa watu wanaohubiria hizi habari ni watumishi wa Mungu aliye juu. Pepo anaweza kujigeuza kama pepo wa nuru. Bwana sifiwe. Hata kama anashuhudia mambo ya nuru, lazima angalie huyo anayeshuhudia mambo ya nuru, je, kweli je anampenda Yesu au ameokoka au ni shetani amejifanya kuwa malaika wa nuru. Hilo jambo Paulo lilimchukua muda, kwa sababu alikuwa akifika Paulo kwenye mkutano, yule dada anasema hawa ni watumishi wa Mungu, Mungu aliye hai. Unaona amepatia, yuko sawa. Kwa hiyo wakawa washughuliki nayo. Lakini baadaye Paulo baada ya kuingia kwenye maombi akaona huyu kumbe ni pepo ambaye anazuia kazi ya Mungu. Watu wengi wanamwamini kwa maneno yake haya, lakini huyu sio mtu wa Mungu. Akakemea lile pepo, pepo la utambuzi, mtoke huyu dada. Lile pepo lililomtoka, yani hakuweza tena kutambua. Bwana sifiwe. Afu watu wakaigeukia injili ya kweli. Bwana sifiwe.
japo kina Paulo walikamatwa, walivuliwa nguo, walipigwa, wakapelekwa gerezani, wakafungwa kwa mkatale, lakini jini lilikuwa limeshatoka. Wakati wako gerezani wanaimba, milango ya gereza ikafunguka, mpaka mkuu wa gereza akasema, jamani, nifanye nini na mimi nipate kuokoka? Yule mkuu wa gereza akaokoka na nyumba yake yote. Kwa sababu gani? Jini lililokuwa linazuia injili limefanya nini? Limetoka. Haleluya. Mapepo sio lazima yakae katika mwili. Sikiza kwa makini. Mapepo sio lazima yakae katika mwili wako tu. Yanaweza yakakaa kwa mke wako. Unajua, kwa mfano kama baba na mama wote wameokoka, mmoja anaweza kuwa dhaifu, mmoja anaweza kuwa sio dhaifu. Kama we baba ni dhaifu, majini yanaweza kaingia. Kama we mama ni dhaifu, majini yanaweza kafanya nini? Yakaingia, yakamtumikisha mtu mmoja. Unajikuta yani hamna amani, hamna masikilizano. Bila kutambua mnaweza paka ndoa ikavunjika, kumbe kuna jini mmoja wapo amefanya nini? Amerushiwa. Kwa wawili ambao umeoana lazima mjipime, je, wote mko salama au kuna mmoja amerushiwa majini? Wewe ukigundua mwenzako amerushiwa jini, basi shughulika kutoa hayo majini kwa hiyo alirushiwa. Bwana sifiwe. Nasema hivi, mapepo sio lazima akae katika mwili wako. Yanaweza kukaa kwa mke wako au mume wako, yanaweza kukaa kwa watoto wako au marafiki zako. Mapepo yanaweza kukaa kwenye kundi lenu, yanaweza kukaa kwenye biashara yako au kazi yako. Tumepewa mamlaka ya kuyatoa na hayana uwezo wa kukataa kutoka. Somo ni refu, hiyo ilikuwa ni kanuni ya 3. Muda wetu umeenda, naomba tusimame wana wa Mungu. Tusimame. Mbinguni kuna wenye uhai wanaomwimbia Mungu. Mbinguni kuna wenye uhai wanaomwimbia. Mbinguni kuna wenye uhai wanaomwimbia Mungu. Mbinguni kuna watakatifu wote wanaomwinua Mungu. Mbinguni kuna wenye uhai wanaomwimbia Mungu, wakisema wastahili wewe Bwana. Haleluya, wastahili wewe Bwana. Wakisema wastahili wewe Bwana. Kupokea utukufu. Wakiimba wastahili wewe Bwana. Haleluya, wastahili wewe Bwana. Wakisema wastahili wewe Bwana. Kupokea utukufu. Hebu tuende mbele za Bwana wana Mungu. Mahali pa kufunga tufunge, mahali pa kufungua tufungue. Baba, katika jina la Yesu, jina lako nalibariki, jina lako nalitukuza. Baba, ninasema asante. Asante kwa ajili ya maneno yako ya uzima ambao Mungu wa majeshi jana leo umetuhusia. Tumeona Mungu anasema umetupa funguo za ufalme, funguo za kufunga, funguo za kufungua. Baba, wanao tuko mbele zako Bwana, tuko mbele zako Jehova. Baba, tunasema asante. Asante Mungu wa majeshi kwa ajili ya mamlaka uliotupa wanao wa kike na wa kiume, mamlaka uliowapa watu wako waliookoka, watu wako waliokuamini Bwana Yesu. Baba, tazama tuko mahali hapa.
Mungu wa majeshi, uliosema kwa mujibu wa neno lako la uzima kama vilivyoandikwa katika kitabu cha Mathayo sura ya 16 na ule mstari wa 18 na 19. Tumeona Yesu kutuambia umetupa funguo za ufalme, funguo za kufunga, funguo za kufungua. Baba, mchana wa leo mabaya kila aina kutoka kwa shetani tunayafunga Bwana, tunayafunga Bwana, tunayafunga Bwana katika maisha yetu. Tunafunga roho za magonjwa, tunafunga roho za magonjwa, magonjwa ya shetani, magonjwa ya kipepo, magonjwa ya kichawi katika maisha yetu. Tunayafunga Bwana, tunayafunga Bwana, tunayafunga Bwana kwa jina la Yesu. Tunafunga roho ya presha, tunafunga roho ya kisukari, tunafunga roho ya typhoid, tunafunga roho ya HIV, tunafunga roho ya kansa, tunafunga roho ya figo, tunafunga roho ya presha, tunafunga roho ya UTI, magonjwa kila aina kutoka kuzimu yanayopanga na shetani juu ya mama huyu, juu ya baba huyu, juu ya kijana huyu, juu ya binti huyu, juu ya watoto wadogo, kwa jina la Yesu. Tunafunga roho za magonjwa, tunafunga roho za magonjwa, tunafunga roho za magonjwa. Yako magonjwa kuambukiza, yako magonjwa kuambukiza kwa jina la Yesu. Magonjwa kila aina, magonjwa kuambukizwa ambayo shetani anayapanga kwenye ulimwengu hii ili kuwazuru watu wako, ili kuwazuru watu wako kwa jina la Yesu. Magonjwa kila aina, magonjwa kila aina yanayopanga na shetani nayafunga kwa jina la Yesu, nayafunga kwa jina la Yesu, nayafunga kwa jina la Yesu. Hayana nafasi juu ya mama huyo, juu ya baba huyo, juu ya kijana huyo, juu ya binti huyo. Watu wako Bwana wamekuwa kwenda hospitalini kwenye vipimo, wakati mwingine hawaoni hata ile tatizo, kumbe yako majini ambao watu wako wamerushiwa kwa jina la Yesu. Wewe Mungu ni moto, wewe Mungu ni moto, wewe Mungu ni moto, wewe Mungu ni moto, wewe Mungu ni moto. Na shusha moto Yesu, na shusha moto Yesu, na shusha moto Yesu, na shusha moto Yesu. Majini ambao shetani, ambao wachawi, ambao waganga wamewarusha watu wako kwa jina la Yesu. Na kemeo ya majini, na kemeo ya majini, na kemeo ya majini, na kemeo ya majini, majini ya kila namna ambao wamerushwa kwenye ndoa, hata wanandoa wakafarakana, hata wanandoa wakashindwa kupatana kwa jina la Yesu. Hayo majini ambao wamerushwa kwenye ndoa ya mama huyo, kwenye ndoa ya baba huyo, kwa jina la Yesu. Na moyo ya majini, na moyo ya majini, na moyo ya majini, na moyo ya majini kwa jina la Yesu. Wewe pepo chini na kuamuru kwa jina la Yesu, toka kwenye ndoa ya mama huyo, toka kwenye ndoa ya baba huyo, toka kwenye ndoa za watu wa Mungu kwa jina la Yesu. Majini na waamuru kwa jina la Yesu, hamna mamlaka kutesa ndoa ya mama huyo, hamna mamlaka kutesa ndoa ya baba huyo. Yako majini yamerushwa kwenye biashara, watu wako Bwana wamekuwa kufanya biashara, hawapati faida, hawaoni wateja kwenye biashara zao. Wamefika mahali pa kutaka kukata tamaa, wamefika mahali pa kuacha biashara, wamefika mahali pa kuchukia hata maeneo ambayo watu wako wanafanya biashara. Wewe Mungu unasema kutana na wako la uzima kwamba kila mahali ambapo watu wako kama umepakanyaga, umesema Mungu kama tumepateka, lakini haijawa hivyo katika jina la Yesu. Yako majini, yako majini yaliyorushwa kwenye biashara ya mama huyu, ya baba huyu, ya kijana huyu kwa jina la Yesu. Majini yaliyorushwa kwenye biashara na yakemea kwa jina la Yesu, na yakemea kwa jina la Yesu, na yakemea kwa jina la Yesu. Majini ya kutoka, majini ya kichawi na yaamuru kwa jina la Yesu, yatoke kwenye biashara ya mama huyu, yatoke kwenye biashara ya baba huyu, yatoke kwenye biashara ya kijana huyu, yatoke kwenye biashara za watu wako Bwana. Yako majini yaliyorushwa hata kwenye eneo kwa jina la Yesu. Angalia watu wako Baba, maeneo wanaoyafanyia yamenajisiwa na mapepo kwa jina la Yesu.
kuangamiza watu wako kwa jina la Yesu. Roho ya ajali, roho ya ajali naifunga kwa jina la Yesu, naifunga kwa jina la Yesu, naifunga kwa jina la Yesu, naifunga kwa jina la Yesu. Haina mamlaka juu ya mama huyo, juu ya baba huyo, juu ya kijana huyo, juu ya binti huyo, juu ya watu wako Bwana, watu wako Yesu. Neno kawalinde, neno kawalinde, neno kawalinde siku zote za maisha yao. Baba, nafungua mema, nafungua mema Yesu, nafungua mema Yesu, nafungua mema Yesu, nafungua roho ya ulinzi. Baba, walinde watu wako, walinde mchana, walinde usiku, walinde wanapotembea, walinde wanaposafiri. Baba, nafungua roho ya ulinzi watu wako Jehova wanaposafiri. Mungu mwenye nguvu, ukawashike mkono, ukasafiri pamoja nao. Mapepo ya ajali na yateketeza kwa moto, na yateketeza kwa moto, na yateketeza kwa moto kwa jina la Yesu. Yatoke juu ya watu wako Bwana. Shetani amepofusha fikra za watu wako kwa jina la Yesu. Wewe shetani unapofusha fikra za mama huyu, ufahamu wa mama huyu, fikra za baba huyu, ufahamu wa mama huyu, kwa jina la Yesu na kukemea shetani, na kukemea shetani, na kukemea shetani, na kukemea shetani. Imeandikwa tukupinge shetani na wewe utakimbia. Nami mchana wa leo nasimama kwa neno lako Yesu, napinga nguvu za giza, napinga nguvu za mapepo, napinga nguvu za majini, napinga nguvu za kichawi. Shetani amewazuia watu wako hapa kushindwa kuja ibadani kwa jina la Yesu. Wewe shetani unamzuia mama huyu, unamzuia baba huyu, unamzuia kijana huyu, unamzuia binti huyu, kwa jina la Yesu. Shetani nakupinga, una mamlaka kuwazia watu wa Mungu, una mamlaka kuwazia wa baba, una mamlaka kuwazia wa mama, una mamlaka kuwazia vijana wa kike na wa kiume. Baba, nafungua baraka, nafungua baraka. Baba, bariki watu wako, Baba, bariki watu wako. Ibariki kanisa lako Bwana, ibariki kanisa lako Bwana. Wewe ni Mungu na inua, inua watu wako Bwana, inua watu wako Bwana, inua watu wako Bwana, inua wa baba, inua wa mama, inua vijana wa kike na kiume, inua biashara za watu wako Bwana, inua mitaji ya watu wako Bwana. Baba, nafungua roho ya mafanikio, Baba, nafungua roho ya kuinuliwa, Baba, nafungua roho ya kutukuzwa. Maana ndivyo Mungu ulivyosema kwa neno lako la uzima, kwamba watu wako utawafanya kuwa kichwa wala sio mikia. Baba, nenda kuwafanya watu wako kuwa vichwa Bwana. Wainue watu wako Bwana, inua mapato yao, inua uchumi wao. Baba, bariki watu wako kama ulivyoahidi katika kitabu cha Mwanzo ile sura 12. Umeahidi kubariki watu wako kwa baraka za Ibrahimu. Wewe ni Mungu yule. Mbariki baba huyo, mbariki mama huyo, bariki kijana huyo, bariki binti huyo. Baba, nafungua roho ya amani, Baba, nafungua roho ya amani. Amani yako Yesu na iachilia kwa wanandoa, na achilia amani yako Yesu kwa wanandoa kwa jina la Yesu. Wewe ni Mungu uliosema kupitia neno lako la uzima kwamba amani unayotoa wewe Yesu, umesema ni amani inayopita fahamu zote. Baba, naachilia amani yako Yesu, amani inayopita fahamu zote ikatawala juu ya maisha ya watu wako. Baba, niseme nini mbele zako? Baba, ninasema asante Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye kuweza. Tupe kuyaishi maneno yako ya uzima, tupe kuyatendea kazi maneno yako ya uzima. Baba, tumeona siku ya leo kwamba umetupa funguo za kufunga na kufungua. Tupe kufunga mabaya, tupe kufungua